Watazamaji wa media yetu ya KEMETZ, leo kama ilivyo ada, mtaalamu wenu Dr. Kenny nakuja kuwapitisha kwenye elimu ya afya inayohusiana na ugonjwa wa homa ya ini. Nafikiri hapo awali tuliona baadhi ya ugonjwa wa homa ya ini ambayo ni kwa ujumla, lakini leo nataka tukaone aina ya ugonjwa wa ini. Hapa tunaenda kuzungumzia hepatitis B, kwa maana homa ya ini B maana yake ni nini, na pia inasababishwa na nini, inasambazwaje, dalili zake zikoje. Tunapozungumzia homa ya ini B manake, au homa ya ini aina B manake ni ile homa ya ini inayosababishwa na kirusi aina B, yani kirusi B. Sawa? Hivyo manake hilo ini linakuwa limepata changamoto, limeharibika. Ule ukuta wa ini unakuwa umeharibika, ufanisi wake wa kufanya kazi unapotea, unapungua. Ukishapungua basi umesababishwa na nini? Manake na hicho kirusi aina ya B. Hiki ndio kirusi maarufu na kirusi sumbufu, na asilimia kubwa ya wagonjwa basi ni mara nyingi huwa ni kirusi B. Kwa hiyo homa ya ini ambayo inasababishwa na virusi mara nyingi ni hii homa ya ini B, kwa maana hepatitis B. Kwa tushaona anayesababisha ndio kirusi aina ya B. Unasambazwaje? Manake hapa visababishi viko vingi. Kwa mfano wewe unayenitazama ukawa una hiki kirusi aina ya B, manake ili uweze kumpa mwenzako, unampa kwa kumrushia mate yako wakati unaongea, sawa? Au kama mwanaume basi yale tunasema lile bao, kwa maana ule mshindo, sawa? Pia vinabeba hivyo virusi. Kwa mwanamke unakuta yale majimaji ya ukeni. Pia damu zinasababisha, sawa? Kwenye damu hapo ndo kuchangia vitu vyenye ncha kali, mfano viwembe na kadhalika. Kingine kinachoweza kutokea ni kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo hizo ndio njia ambazo zinaweza kutoa hicho kirusi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tuko pamoja hapo? Lakini sifa yake, hauwezi kusambaza kwa kutumia chakula au kwa kutumia maji. Sawa? Tuko pamoja? Kwa hiyo hii ni tofauti na hivyo virusi vingine. Kama nilitaja mate haipo, kama nilitaja makamasi haipo. Sawa? Hapa tunazungumzia damu, tunazungumzia yale majimaji ya ukeni, au namaanisha kwa mwanamke au kwa mwanaume lile bao lake lile. Sawa? Hivyo ndo vitu ambavyo vina uwezo wa kusambaza hicho kirusi. Kwa hiyo kwa kubusiana, kwa kupigana mabusu huwezi kusambaza hivyo virusi, au kwa kumlisha keki kwa mdomo huwezi kusambaza, au hata kumlisha ugali kwa mdomo huwezi kusambaza. Kwa hiyo dalili zake zikoje? Tushaona sasa. Tushaona anayesababisha, tushaona jinsi inavyosambazwa. Kwa hiyo twende tukaone
twende tukaone ni dalili zipi ukizipitia basi unaweza kuwa kwenye hiyo changamoto ya huo ugonjwa wa homa ya ini na ambao unasababishwa na kirusi B, ili uweze kuwa hospitali kwa ajili ya kupata ushauri na ikiwezekana matibabu endapo utagundulika unao. Cha kwanza kabisa, kuwa na njano, iwe kwenye ngozi au kwenye macho. Cha pili, kinaweza kuwa kuchoka au kuwa na joto kali. Cha tatu ni kupoteza hamu ya kula, kichefuchefu, kutapika, mara kadhaa, tumbo kuuma. Kingine, kupata mkojo mweusi, sawa, au choo kikubwa, haja kubwa. Watoto basi tuishie hapo hapo. Haja kubwa inakuwa nyeusi au inakuwa imechanganyika kidogo na damu. Wakati mwingine maumivu kwenye maungio. Ukiona tu unapitia hizo dalili, basi wahi hospitali. Mara chache sana unaweza ukapata kuvimba kwa tumbo, hii sio lazima, kwa maana tunaita ascites au kuvimba miguu. Kwa hiyo ni mara chache sana. Lakini ukiona hiyo dalili, ujue ukiona unapitia hizo dalili, wahi hospitali kwa ajili ya ushauri na matibabu. Usidharau. Huu ugonjwa unaua. Homa ya ini inafanyaje? Inaua. Sawa. Natumaini hapo mtakuwa mmepata elimu vizuri na mmenielewa vizuri. Basi kwa leo naomba niishie hapo kwenye hiyo elimu nzuri na tamu. Ni elimu ndefu lakini naomba tuipate hivyo kwa ufupi. Kama utakuwa na swali, basi utauliza nasi tutakujibu. Mlikuwa nami mtaalamu wenu Dr. Kenny. Kumalizika kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine au ni mwanzo wa somo jingine. Asanteni.